kukupendeza wewe. Nipe mazungumzo mazuri, maneno mazuri nitakayoyanena yanayoambatanishwa na maandiko na mafundisho yako peke yake. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Mtu aseme amen. Thank you. You may be seated. Nisaidie hiyo. I think tutahamisha hii kuja hapo one day. Hamjamboni. How are you? You are doing well? Yes, girl. How are you? Uliuzia nani meno? Uliuza mailing'olewa? I want to thank God for giving me this opportunity once again to come and speak to you. It is a privilege from God. It is not ati ni kitu ingefanyika ya lazima, lakini it's only God who decides and gives you another opportunity to do what he loves most, and more especially when I stand before people like you, very honored people. I'm also honored and I'm humbled to stand before you. You are such wonderful people. You are such very important people in my life, and had it not for you, then I would not be here. But because God has made you to be here, I want to glorify his name. I want to say thank you to God for him allowing me to be a speaker in front of his children. Tumpigie huyu Mungu makofi, tuseme tumwambie asante. Ametupatia muda mzuri wa kupendeza. Natumai siku hii ni nzuri kwako na ni siku ambayo iko na baraka kwako. Na leo nataka tuangalie, sababu nilipokuwa nikiomba Mungu ameniambia watu wangu wameibiwa nyota. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameniambia watu wangu wamefanya nini? Wameibiwa nyota. Nikamuuliza sasa tutafanya namna gani? Akaniambia nenda ukawafundishe ziliibiwa aje, maana mko hapa na nyota zenu zimeibiwa, na zingine zimeibiwa tu hapa kanisani, zingine zimeibiwa huko nje, zingine zimeibiwa kwa kule mlienda kwa waganga, kule mlienda kwa mapasta. Wengine wamepoteza nyota yao kupitia kwa wazazi na kupitia kwa wadugu, that is relatives and the family members. When we'll be dealing with the spiritual codes, but my topic today, how they steal your stars, how they steal your stars and your destiny. Destinies are stolen. Stars is the same as a destiny. A star is a destiny, and they are stolen. How are they stolen? Unaweza kuwa ulikuwa tajiri sana, maybe you are so rich, but your riches were taken away. Somebody else is enjoying what is supposed to be yours. Maybe ulikuwa sasa wewe ni CEO na ulikuwa na mzee yako mzuri ako hapa na magamaga na mwanamke mwingine, na wewe hapa wewe unakula shida ukiomba Mungu gai dilikana. Maybe wewe ni mwanaume, mke wako anataka tu, hata labda mnakutanaga na yeye barabara hapa, ama labda ulienda kwa hoteli ndio anakusafu. Ndio unaonaga ukiingia kwa hoteli unaona kuna kimama tu kinakujaga kinakusalimia, kinataka tu kukusafu, kumbe ni bibi yako. Alichukuliwa na mtu wa hoteli ahudumiage watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo these things are diverted. Kingdoms, leaderships, power, authorities are diverted. A person like our president, Honorable William Ruto, Uhuru Kenyatta, Moi, all these people, you may find them, maybe they were not even leaders, because the person who was supposed to lead this Kenya, siku ya kwanza kabisa alikuwa Dedan Kimathi. Maana it is Dedan Kimathi who was in the bush to fight for the liberation of this country. Kenyatta was around here with a white muzungu mama, moving around here and enjoying eating life. But because Kimathi walikaa kwa kichaka, hakuelewa nyota zinaweza kuibiwa. Kenyatta was a home guard. He was not a Mau Mau. He was not a freedom fighter.
He was a home guard, but he pretended to be a freedom fighter by joining the people who are fighting for the freedom of this nation, and then while inside akachukua nyota yao. Just as the Gen Zs are going to lose everything, and they are going to be so miserable from now henceforth, because they are going to lose everything, because the pretenders, the people who masqueraders have taken over. From tomorrow, nane, it is no longer a Gen Z issue, but a one world order issue. They have already fixed themselves. Wameweka wings, wameweka connections zao. Now they want to use these young people to perfect their will, because ile kazi ya huyu mzee mwingine ya kufanya ile venye walikuwa nataka ashafanya, kazi yake imeisha. Now it's him to get out, they get their person. Ndio naanza kusikia majina ya Matiang'i, majina ya Jimmy Wajige, majina ya nani, funny characters. Majina zao zimeanza kurukaruka juu, na unasikia how do you the best liberators. It is the same thing that happened with Mau Mau. Mau Mau, when we got the freedom, they were still young like this young, and Kimathi refused to come out in the bush because he thought Kenyatta was not the right person to negotiate with him. So instead Kenyatta ordered, because Kenyatta was told, we want to give you power, but the only person mwenye atakusubua hapa ni Kimathi. So akaambia wazungu, maliseni huyo mtu. Kimathi was captured, arrested and brought there hapa kwa hii hospitali ya jeshi iko hapa Baghdad. Then an Italian soldier called Bart ndiye alipatiwa responsibility, akaambiwa go and finish this character, because Kenyatta said it is not the mzungu who authorized Kimathi to die, it is Kenyatta, because Kenyatta was told the only person anaweza kuzuia uongoze nchi hii ni nani? Ni Kimathi. So Kimathi, Mathenge na the group, wakati Mathenge alisikia kumiharibika, yeye Mathenge alipitia hako Marilale, akapanda akaenda Kamoyale mpaka Ethiopia. Ethiopia kule ndio Wakikuyu walitoka. We have a family there. Wakikuyus, they have a family. Kikuyus are the descendants of Queen Sheba and the Menelik. That is why you see the resemblance of Kenyatta and Haile Selassie, the first president of Ethiopia. And you see characteristics za kuvuta bagi na Rastafari zilikuwa kwa Kenyatta na zilikuwa kwa huyu mtu. Ni kitu kimoja, na walikuwa napendana sana. So and you established the kingdom ya Rastafari na Jamaica huko, vitu kama hizo. That was the same kingdom, the same brotherhood. But that was not the topic. The topic was, how do they steal? How do they steal your star? What is a star? What is a destiny? Today is not preaching. Today is a day of teaching. And unaona naenda pole pole kidogo. Today is a day of what? Teaching. Because I would want to make it so known that this is a day that you come to understand yourself. This is a day that you come to know what could be the problem. Because I may be preaching. A preacher is good when telling you, pokea gari, unaenda kubarikiwa, unaenda kuinuliwa, don't worry of that problem, don't worry about that challenge, something good is going to happen. This is what, all these manner of things, they do happen. Those are for preachers. And I will preach on Sunday. But today I want to teach. I want to show you, where did you go wrong? What happened? Why are you single? Bwana Yesu asifiwe sana. Why am I single? Because I am single. Yeah? Na niko handsome. Si unaona niko handsome. But in the nobody around me. Sasa najiuliza ni nini? Niko na pesa, niko na jina mzuri, ni kubwa, niko na everything that a woman would want. But getting the right woman to come and live with me, it is a problem. Hello. So you ask yourself, what happened? Because si ati hawako wako, si ati waniandiki tu message, si ati wakaagi hapa wakitaka kuniona ndio akuja alete tu story open murago tuongee. No, wako. Si ati wako huko ije kununulia kahawa tukule kahawa, wako. But what transpires between me and between that connection, between the point of contact, what happens? Because that is what matters most.
What matters most, it's not what has been going on through the relationship you have. The relation to transit that relationship from being what you are, a friend, to that person that you want to be. Or you are a worker, you are something, doing something, but now you are getting into the riches, into the wealth. Then there is something that appears in between. Hapa kalaini kana kujaga, hako kalaini, that is where to go. That is where they take away your destiny. I want to discuss about eight ways on how they take away your destiny. So we are dealing with the spiritual cord. Freedom, first of all, for you to have or to get where you are supposed to be, you need the freedom. And the freedom will only be freedom means a state of exemption from the power or the control of another. Freedom, it is state of exemption from the power or the control of another. It means liberty. It means exemption from slavery. It means servitude or confinement. Freedom can be personal, civil, political, or religious. It means particular privileges, franchise, immunity as the freedom of a city. Freedom can also refer to the power of enjoying franchise or exemption from constraint and control. In the Bible, the law of Moses pointed out the cases in which the servant of the Hebrews were to receive their freedom. In the book of Exodus, somebody give me Exodus 21 verse 2 to 4. Exodus 21 verse 2 to 4. If you buy a Hebrew servant, if you buy what? A Hebrew servant. If you buy that servant, yani ukinunua Muhibrania ambayo umfanye mtumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Kutoka, he shall serve 6 years. Nipatia Kiswahili tafadhali. When you buy a male Hebrew slave, he shall serve 6 years, but in the 7th year he shall go out free person without debt. Meaning there was a condition. This person ambaye amenunuliwa ataishi kwenye hapo hiyo familia for 6 years working without a pay. Then mwaka wa 7 ataondoka without pay, without condition, without you trying to restrain him. Ukiununua mtumwa wa Kiebrania atakutumikia muda wa miaka 6. Mwaka wa 7 atatoka kwako huru, lakini nani? Bure. Tuendelee tafadhali. Kwamba aliingia kwako peke yake, na kama kwamba aliingia kwake kwa peke yake tu, atatoka hivyo hivyo peke yake. Kama alikuja sasa, amekuja kutafuta kazi, umeingia huko na umepatiwa kazi. Kwa hivyo wakati wa kutoka, wa kwanza tuliona ni kununuliwa, alinunuliwa. Lakini wa pili huyu aliingia kwako, kama venye unaweza kuwa seme doka kuikala kwako, anafanyika mtumwa. Hata wewe mahali upo, kama sasa umekuja kwangu na umeamua kuishi kwangu, umekuja kwa hiari yako. Kwa hivyo matakwa ya kwangu utayafuata kama mtumwa, na utakaa kwangu kwa masharti yangu. Kwa hivyo ukikaa kwa mtu ama mahali kwa masharti ya mtu mwingine, ni kumaanisha wewe ni mtumwa. Kwa hivyo wakati wako wa kutoka, sitakuzuia, utatoka peke yako, maana ni kwa hiari yako ulikuja. Akatatoka hivyo peke yake, kwamba ameoa, na kama kwamba ameoa mkewe, atatoka aende pamoja na yeye. So in whatever situation, hii ilikuwa inamaanisha namna gani? Verse 4 please. Ya kwamba there is a slavery mentality. Kuna
fikra ambayo ni ya kiutumwa, kwamba ni bwana wake aliyempa huyo mke, naye amezalia wana wa kiume au wa kike. Yule mke na wana wake watakuwa ni mali ya bwana wake, naye mume atatoka na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mume atafanya nini? Atatoka peke yake. Lakini huyo mtumwa akisema waziwazi, mimi nampenda bwana wangu na mke wangu na watoto wangu, sitaki mimi kutoka, niwe huru, atakaa kule. Now I'm trying to explain to you the nature of how you become a slave. How you become a slave, it is because something rightful in your mind, in your body, in your possession has been carried away. You are not yourself. Kuna nguvu ama kuna kitu kimechukuliwa kutoka kwako. You have forfeited some rights, and these rights are forfeited either physically by surrendering as a slave, or being captured as a slave, or being spiritually taken away as a slave. Today I want us to look at that spiritual aspect, where you are taken away without your consent, and you have been taken away without knowing forever that you already been taken away. Wewe unafikirianga ni mume ni mudume mkoroko nake, lakini alikushikia gedito. Unafikirianga ni mke mnakulanga naye, kumbe alikukalia chapati. Unafikirianga hiyo kazi unafanya, watu unafanyanga voluntarily, ni kuajiriwa unajua, lakini ni kuohoe toka. Hiyo biashara unafanyanga mahali popote unafanyanga, kumbe ni kufungwa, ulifungwa kwenye ile biashara. You are not meant to be there. You are not meant to be in that business. You are not meant to be with that man. You are not meant to be that woman. But kuna kitu kilikushika, either madhabahu ya kule uliolewa ama kule ulioa. Nakuta mwanaume alihamishwa na mke wake kwao kabisa, na hataki kuona wazazi wake walimzaa, walimulea, wakampeleka shule mpaka university, lakini kwa sababu tulishikana na huyu mama amenibadilisha, na edaga kwao. Nikiitwa na mamagu na mwambia siwezi patikana, sina fare, sina kitu fulani, nina kazi ya mbali, lakini mke wangu akiniambia twende kwao, hata wiki moja ninaenda nakaa kwao. Meaning there is something that is not normal. There is something that is not happening. You forget your parents, you forget your people, and you become so cruel to the people that you lived together. There is something wrong. Hiyo ndio nataka tuzungumzie. How do they steal you? How do they steal your destinies? Therefore I want to look at one thing ambayo inatumika sana kuiba ama kuchukua destiny yako. It is the placenta. I've always spoken about this, the umbilical cord, the placenta. The placenta is the most crucial thing for you as you begin your life. Because when you come here on earth, the placenta was the thing that was being used to feed you, was being used to sustain you, was being used to make you live, walk and be there. Yani gekonyo mukonyo wako. That is where your mouth was first. That is where your breathing was first. That is what transmitted blood into your systems through your umbilical cord. So when they cut this umbilical cord, mtoto akizaliwa kuna kakamba kanavungagwa kwa the umbilical cord. The people that will be involved in cutting your umbilical cord will decide what you will become. That is where destinies are taken away. And that is now where you find kuna watu wanazaliwangwa alafu wanakuwa dedicated kwa madhabahu fulani. Kuna watoto wanazaliwangwa alafu wanakuwa dedicated kwa uganga, kwa uchawi, kwa kanisa, kwa any spiritual concept. And that is now through that process ya kukata the umbilical cord, that is what connects you to where they want you to be. And from there unakuta wewe unakuwa kama madhabahu kawachawi. Kama baba yako ama kuka yako alikuwa muganga, alikuwa mtu wa kutumia zile mavitu za kiuganga, alafu wanasema mtoto atakayezaliwa ndiye atakuwa inherit. Sasa wale watakao kata hako kakitu kakikato mahali katapelekwa, kama katapelekwa huyo mzee, maana huyo mzee ndio anataka ku transfer his
powers to this, because these powers are nurtured. Mtoto ambao muganga akizaliwa, kama Guka alikuwa muganga na anajua one day I will transfer my power, huyo mtoto akizaliwa, the day akizaliwa, because wanajua kusoma nyota. Wakisoma nyota wajue huyu ni mtoto gani. Kutoka hapo hiyo placenta inachukuliwa, inapelekwa kwa muganga for nurturing. Sasa kutoka hapo the placenta will be connecting you with the power ya kiuganga, and automatically they transform you to become like him. So you become an altar like them. You become an altar like your grandfather who is a witch doctor. You become an altar because your grandfather is an altar. Maybe your father was a Freemason, and they want one child in the family to become the partaker of the authorities of the Freemason. Then that is the time they would initiate you. Just like Hana, wakati alizaa, Hana alirudisha mtoto wapi? Kwenye madhabahu, maana huyo mtoto alimtoa kwenye madhabahu. Hana ni kuomba, aliomba na akaambia Mungu, utakaponipatia mtoto na mimi nitarudisha mtoto. Hivyo hivyo katika ulimwengu wa giza ndivyo wanafanyanga. Mtoto akizaliwa na huyu mtoto ajulikane katika, kwa sababu kuna venye atazaliwa, anazaliwa kama ni watoto wengine wanazaliago wakiwa na tumbego tutatu, tumbego tutano, either tutatu ama tutano, kama ameshika tu vitu tu black tudogo, ama ako na chain, kachaini kadogo hapa kamezunguka shingo yake. Sasa automatically huyu mtoto anajulikana, huyu wa tubego tutatu ama tutano, huyo sasa ndiye anakuwa nani? Ndio mugaga, ndio modomogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyu wakachain kulingana na kabila fulani na tribe na clans mwingine, huyu wakachain naye alikuwa anajulikana is a king. So from that day, alafu pia kuna venye mtoto atazaliwa, venye atakuja, also they are able to interpret, because wale walikuwa nazalisha watoto ni wakunga, na wakunga they were not educated. Sio watu walipelekwa class kufundishwa kama hawa wa sasa. Wakunga walizaliwa with a gift ya kuwa mkunga. So they had the instincts, they had the power, the spiritual authority ya kujua huyu mtoto amekuja atakuwa nini, huyu mtoto amekuja atakuja kukua nani. Huyu mtoto ndio unaonaga kule nyumbani kuna wamama hawakubalishagwi kushika mtoto yako. Akionekana hivi unasikia katoto kamepelekwa kamefishwa na huko, wanasemekana nikararira nikakabe kahura huru, ni kumuodosha huyo asimkuje, kwa sababu ataangalia tu na macho hivi, unasikia amedhemeka na macho peke yake, unasikia katoto siku 3-4 kamekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama anakuja anaangalia tu na macho, anachukua ile kitu saa iko ndani yake anabeba. Kumbuka wakati walisikia waganga waliposikia kutazaliwa mwana, walipeleleza kupitia kwa nyota zao, walipeleleza kwenda kutafuta huyo mwana amezaliwa wapi, hadi wakafika mpaka kule huyu Yesu alizaliwa. Wakauliza, hapa ni wapi kumezaliwa mtoto wa kiume? Bwana Yesu asifiwe sana. Because they have the power to see, and the power wakitafuta, what they will be looking for ni nini? Ni kitovu. Wajue mahali kimewekwa. Wakijua mahali kimewekwa, hata kule kimetupwa, kama kimetupwa kwa shamba yenu, huku kwa hiyo shamba yenu, I need only nichukue soil ya mahali popote ya shamba ambayo inaitanishwa na nyinyi, and then I will go and change the destiny. I will go and alter, nitabadilisha zile kodi zote zilikuwa zimewekwa kwako. Wewe ni mfalme, wewe ni nini, wewe ni mhubiri, wewe ni tajiri, wewe utakuwa the code nita exchange through the spiritual powers and the spiritual authorities ambazo niko nazo. Ndio unaonaga mtoto anapozaliwa anachugwa sana, na ni vizuri sana. Hata hawa na watoto wengi wameibiwa nini hapo Pumwani wa maternity, unasikia ndio mtoto alipotea. Na wakati mtoto alipotea, akipotea, kuna mama mwingine rafiki yangu alipoteza, alizaa, alikuwa na mapacha, akaambiwa kamoja kamekufa, lakini kamoja kalipelekwa Uganda akakukufa, akaletwa kama maiti wapi hapo. Nani alichukua? Ni mkuga. Yule alimzalisha ndiye alikuja kampatia, haka kamekufa, haka kamebaki, maana alikuwa na order ya mtu mwingine anataka mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. So yet at birth, and at birth means not only when you are being birthed. At birth means when you are starting a business, when you are entering school, when you are entering into a new dimension of your life. It matters most.
How did you enter into that business? How did you enter into that marriage? How did you enter into that conversation? How did you enter into that covenant? How did you enter into that relationship? Uliingiaje? Katika kuingia kwako, it also affects the umbilical cord, because that is the time nilikutana, wakati nilikushika tu kwa mkono, nishike, wakati nilikushika na nikakwambia unapendeza, kuna mzuri, kuna smile mzuri, I'm transferring. Wakati nimekushika, there is something I'm transferring to you, and from there utaanza kuona, unaanza kutembea ukiandika chini, ukianza kusema negori Korean, because I have already transferred and I've already taken away the power to resist. Now you will be able to resist. You will deal and you will do exactly what I'll be commanding. And that's many things that happen when we do conversations and when you do agreements, when you do many things around. How did you start? Who came in when you are doing that initial thing? Wakati ulikuwa mlianza kupanga hiyo biashara, wakati mlianza, wewe mwenyewe ulifikiria hiyo biashara, ulipelekea idea, ulipelekea nani? Mlizungumza na nani kwa hiyo idea? Kwa hiyo biashara mwelewane nao. Because hata unaweza kuwa na bwana ambaye unampenda sana, lakini ni kigugumizi katika maisha yako. Hatakagi ufanyi kazi, alafu unaenda unapata tu pesa hapo tuigi kidiasi, ankoa magu kama brother yako na kaka ngabo na kupatia shilingi milioni 1 na kuambia ansisha, alafu unaenda kwa mzee wako na mwambia darling babe, ndahe pesa ndenda kuiga wira. Oh kai God has really remembered me. And did you know you are talking to the devil? You are telling the devil what God has done to you. So the devil, wow. Who gave you? My brother Joseph gave me. Oh yes, your brother. I said your brother is good. Yeah, hey. And from there unasikia huko ndani ameanza kupinga, ameanza kupigana na wewe. Immediately unasikia Joshua amegojeka. Kaka kidogo, unasikia anko amegojeka. Kaka kidogo, unasikia kitu, mtoto yako ako shule, ameteresa, ameaguka. Tupesa tule tunaanza kwenda huko. Tuende naenda. By the time you come to realize, tupesa tuote tulienda. Who bewitched you? Your darling babe. Bwana Yesu asifiwe sana. So before you say it, just ask God, can I say it now? Before you say it, that is why you need, before you start any business, go to the altar of God, where you know the altar is from God. Go do a sacrifice. Cover your business with a sacrifice. Cover it. Ndio wakijaribu kuattack, you are already under a protection. That is why Hana wakati alizaa mtoto, alimpeleka kila mwaka kwenye madhabahu. Siku yake ya kwanza kumpeleka madhabahu, alitoa dhabihu na akamcover. Cover your children, cover your business. That is why in the physical world, tuko na insurance companies, they are covering your businesses. The same in the spiritual concept, cover it. Because since the day you came on earth, they knew who you are. When you come here, they knew, the Bible says, before you were born, I knew you. You had been set aside, sanctified and consecrated, meaning you are known and you are marked person. So the other side of the enemy against you, they know who they are dealing with and they know why you need to come. They have a reason, because they know one day utakuja kuwa mtu wa kuwa. Bwana Yesu asifiwe. That one day utakuja kuwa mtu ambaye atakuja kufikia ufalme wao. You are known. Unajulikana, you are a bishop. Kutoka kuzaliwa kwako, unajulikana, you are a prophet. Therefore, they will work every way possible to make sure you don't. They will work every way possible to make sure your mother who is supposed to give birth to you is dead. So that is why you see, since the day of wakati mama yako na baba yako walikutana, ukaingia kwa tumbo ya mama alianza kushikwa na magonjwa ambayo ni threatening ya kutoa mimba yako. Magonjwa ambayo ni threatening, ambayo yatafanya utoke huko ukiwa either ni mgonjwa ama na mapozi. Unakuta baba ameenda tu huko nje kidogo kwa sababu mama amekaa na mimba siku nyingi, na kuna wamama hawatakagi kuona mtu wakati amekuwa na mimba. Sijui kama nyinyi mko hapa, wale wanachukiaga mabwana zao, na kuna mabwana sasa wakiona amechukiwa sana, anaenda anatafuta jokina huko nje. Akirudi sasa, wakati mnakutana, anarudi na kaugonjwa kale kanaitwa syphilis ama kisonono.
Sasa mtoto bahati mbaya anakamatwa na hiyo ugonjwa. Sasa kutoka hapo nakutaka mtoto from the day one ni hospitali, 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 hospitali. Ni wa kuanguka, ni wa kuzirai, ni wa nini? Because kuna kitu ilifanyika ambayo hiyo kitu inahusika na placenta. Kwa hivyo ni muhimu sana uelewe unapoangalia mazingira yako. Watoto wako uliwazaa namna gani? Watoto wako wakati uliwazaa, hiyo placenta yao ulipeleka wapi? Ilienda ikakuliwa na ubwa ama ulitupa ikakuliwa na nini? Sasa imagine placenta yako ilikuliwa na ubwa. Niambie ni spirit gani ilikuingia in the spiritual realm? Si ni spirit ya ubwa? Unakuta unafanyaga kama kaubwa. Unajua spirit ya ubwa ni nini? Ni usherati. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuvumilia mtu mmoja, utakuwa kirukaruka, unaenda hapa, unaenda hapa, unaenda hapa, because kuna kitu ilichukuliwa. That is one way they take, they steal your stars. Mtu wa kuelewa placenta ni nini wanachukuaga. Kuna wanyanya wazee wakiona umezaa mtoto anakuja, my grandchild, anakarusha. Kumbe ni placenta anataka. Anaenda anaiweka juu ya wale wa nyumbani tunakuaga kule, tunawekaga kuni kule juu. Itara inawekwa huko, kuna wale wanafichaga huko, inakafa huko, then they control your life forever. Unajaribu kulive, unajaribu kuishi, nothing happens to you. You try to do business, nothing is happening, because a placenta is being hidden somewhere, controlled by your grandmother. A placenta is being somewhere controlled by your grandfather, controlled by witches. They are using it because they know wewe ulizaliwa ukiwa nani. They are using it because they know you are a prophetess, you are a prophet, you are a rich man, you are a tycoon, you are the next president of the republic. There are people here who could have been president. Nasikia Kimathi ako kwa kaburi, na kwanza saa mpaka saa hii alizikwa, amefungwa pingu. Alipigania uhuru wa nchi, lakini he still amefungwa kwa kaburi na ameoza. What does that mean? That until today this generation yake, watoto wake wote, familia yake yote, they will not succeed at all until when this man will be set free. Family ya Waiyaki aliposhikwa na wazungu alizikwaje? Upside down. Bwana Yesu alizikwa na Kibwezi na alizikwa upside down. Niko ina manio. Nikio bamire ya Waiyaki tolete ina mite. Nitafutia mtu mmoja habari ya Waiyaki yako successful, and the way they are controlling, the way they are powerful. Unasikia huyo ni Waiyaki, huyo ni Waiyaki. All the Waiyakis they are poor. Because why? He had initiated himself kwa Freemason. Alafu wakati alijaribu kutoka, they captured him and they hit him, wakamuzika, wakiangalisha yeye chini. Na walifanya hivyo in reference to the Kikuyu community, kuinamisha the entire system ya Wakikuyu, waishi kwenye confusion, waishi kwenye shida. And that is why hata saa hii tunaendelea kutokelea barabara, tunasema si uchawi, ni nini? Ni maombi. After 1 year tunaanza nini? Oyo dali wagai. Lakini kule maunabizi nitoka wakisema Ruto niende lako mire mwathani aranyo ni muthamaki ni Ruto, mwathani agoco muthamaki ni Ruto. Sasa wale walikuwa nasema muthamaki ni Ruto, sasa nasema huyu si mtu, sio muthamaki. The same people. So you ask, how God can be so confusing that yesterday he told you it's Kenyajui, today he's telling you it's not Kenyajui. Bwana Yesu asifiwe sana. Because kuna kitu ilinamanishwa. That is why we are confused. And that's why Kikuyus have never become president in this country. Did you know that? Kikuyus have never become a president until such a time they will become a president and they will know what happened to them. That is when they will undo what was done. Ndio na sheria nyingi za kikoloni ziliwekewa Mkikuyu, hazikuwekewa Mluya, hazikuwekewa kule kwingine. Mkikuyu saizi ya traditionally wasa wa Kikuyu wakienda Murang'a kule Ihora, ama waende Mukuru-ini wa Nyagathaga, ama waende Nyeri, wachije mabusi wa kule, si ya kitu kingine. Watu wa Kikuyu tu wa kule wanaitagwa Mugeke. Lakini Mumasai akienda hapa, Wamasai wote waende na mashuka zao na ng'ombe zao, wafanye rituals zao, wanasemekana ni culture. You see, there are two set of rules in this country. Na ni kwa nini? Kwa sababu yule aliset ni Musugu wa Igiradi, na akasema wale watu wabaya wanafaa kuangaliwa kwa sababu Wakikuyu ndio walichapa Musugu. Naye Musugu akawacha kama ameset the placenta ya Mkikuyu, ikasetiwa, imeshikwa. That is why we are struggling. Watu wanasema Kenyatta alikuwa president ni Mkikuyu. Kenyatta was a Masai. His son is a Masai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibaki was a Mumeru.
Na si Mumero Piwa, ni wale walikuwa naitwa Guba. Guba walikuwa naishi kwa kichaka huko Mount Forest. Sasa watu wa Nyeri mtaanza kuniambia modosi wale wito wa Nyeri. Wanadwa Nyeri matakiri Agikuyu Piwa. Jira Mugikuyu Piwa wa Nyeri. Mugikuyu Piwa ni wa Murang'a. Hiyo ingine yote ni fake. Kiambu ni Masai. Hapa Kiambu ni Masai, unakutaka kuna akina Nyokafi, akina Nyoriani, akina nani wote hapo. Si wako hapa? Hapa hakuna Kiambu, hakuna Mkikuyu. Ukienda kule kwa Nyeri au hata majina ya binadamu hawana. Metagwo Nyamo, wa ng'ombe, wa ciori, wa ng'ondu, Golu. Bwana Yesu asifiwe sana. So these are people that emanated from the other side. They intermarried. Wakati huo wa zamani kulikuwa kuna Wamasai wanakuja wana take over. Kama sasa kuna vita vinatokea, vita maka kuwatumia, wanabeba wamama wa Kikuyu wanachukuliwa na Wamasai. Kama sasa hawa walichukua kina Bari ya Kenyatta, hii walikuja ni akina Lenana, wakienda kufuga wanachukua mabibi, wanaenda wanafanya bibi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how we had those conflicts. Na ndio maana Kiambu iliitwa Kiambu kwa sababu ilikuwa Kiambu. Kia ni bu ugithio bu matha ukafiwa uma na kule rwoko kaugithia Gikuyu bu. Mwana ni agosho. Na wakikuja lazima wabebe mabibi. Wanaenda wanazalisha alafu tena wanarudisha. Sasa that is what happened. Hiyo ilikuwa another system of capturing and conquering. Na hiyo system ilifanyika sana na watu wanaitwa, wale wamesoma historia, ilifanyika sana na watu wanaitwa wa France. France never colonized, they assimilated. Unanielewa? Lakini France, they never colonized. They came in and they took your culture, they assimilated you, wanakufanya part of their culture. That is why even today most countries, Anglophone speaking countries, huko kama Sierra Leone, Ghana, Sierra Leone, Senegal, hizo countries zote, their central bank is not in their country. Their central bank is in France. Pesa yao wakikusanya si kama hii yetu. Kenya we have the freedom. Hii pesa yetu tunaiweka hapa, kule pesa inaenda France. Wakitaka kujenga barabara wanaenda France. Wanaambia France tunataka kujenga barabara. Na pesa ni yao, lakini inakaa France. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, contact points. What are these contact points? Contact points, can you shika mkono yangu? This is a contact point. I can transfer whatever I want to transfer by holding this. Kumusalimia tu, naweza paka tu vitu hapa nimusalimie. Utaona ameanza kunifuata. Kuna watu wamenyang'anywa pesa hapa town na mtu alikuja akakusalimia. Alikuja tu akakusalimia. Ukaanza kumfuata, unamwambia nipatie account number. Ndio hii. Twende kwa banki toe. Unaona mtu alienda akatoa shilingi milioni 1 kwa account, akapatia mtu hajui na hajaiona. Ni kwa nini? Contact point. Yeye tu akakushika. Watu wengi wanafanya nini? Biashara nyingi. Tukifanya biashara tunafanyanga aje? Tukimaliza, thank you, we shall meet again. It is a contact point. It's the most powerful thing that takes away what you have or gives in what you want. Salamu, unakuta tunahagi hapa na hapa. Why must we do this and this? Well, after business, after a discussion, tunasalimiana. After everything, tumepanga mipango yote, tunasalimiana, tufanya na hivi. Tunaambia thank you. Twende kazi. Majara Rastafari wanakuja. Ja Rastafari. Na kuna venye wanasalimiana hivi. Na sisi wakati tulikuwa Mogeke, kuna venye tulikuwa tunafanya tatu tiu. Kwa sababu kuna kitu kinaigiana. There is a spirit that I'm transferring to you. And in that transference of the spirit, it means I have taken away or I have asserted my authority onto you. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, it is very cautious for you to understand when you are going anywhere, it is not necessarily that you must say usalimia mtu. Ama hata baada ya kusalimia mtu nenea mkono yako tu. Nenea mkono wa bia kama kuna kitu umebeba wewe. Na ikanso katika jina la Yesu Kristo. Umeiba nyota yako. Bwana asifiwe sana. And most of us unakuta kuna mtu amekaa hapa tu ameniangalia hapa, lakini purposely alikuja kuchukua what I have.
Na wanachukuaga mimi nahubiri hapa, nikihubiri nafikiri nahubiri, lakini kuna mtu alikuja akatarget na akanishika katika ulimwengu wa kiroho. Atachomoka tu, utasikia yeye ana perform, mimi si perform. Sasa ninaanza kuperform kama kimkebe. Na watu wengi wameibiwa nyota hivyo. Ulifungua kazi, biashara, matatu huko, ulikuwa na matatu 20, matatu 10. Yaani kazi yako ilikuwa inaenda vizuri sana. Ango mmoja tu akakutembelea. Akakwambia, "Si unipatie gari niende nayo harusi ama mahali, alafu nitakurudishia." Ikienda hiyo gari, ikirudi itameza hizi zingine zote. At the end of the day utakuta hauna kitu. Utakuta tu magari hiyo ilikuja ikaharibika, ikasimama. Iliharibika nini? Ka alternator, ka kitu kadogo sana ukaiwekelea, ingine ikaharibika kitu kadogo. Hii ingine ukikuja ukiziuza, mwenye ananunua anaenda tu, unasikia alitumia shilingi 10,000 kutengeneza, na wewe ulikuwa na shilingi 100,000 na hukushindwa, hukuweza kutengeneza, zikuondokee. Na kutoka hapo hakuna kitu kitakushika mkono. Mtu anashindaka hapa akisema ni dali mtu ni dali na besha ni uguranyo nari ndathiaga Ruraya tari gicagi ukamwona niki giathire na ndio kwahitanire maundu mathire makiharagana ni ndio na ki riu no heire gya kuria. Si yeye, si kupenda kwake, ni mtu mmoja tu alikuja akakalia hiyo kiti. Alikuja tu kwa sitting room yako akakaa, akabeba vitu zote kwa hiyo nyumba, mpaka mke wako akabeba. That point of contact, it is more serious for you. Wherever you go, speak a word. Nena neno la kulinda hiyo contact. Hawa watu wote ambia Mungu, do not allow me to meet people you don't want me to meet. Wacha nikwambie, kama Mungu ameniambia mimi namkaka saa 9 kuambia Mungu command my day, and I want you to tell mahali nitaenda, usikubali nikutane na mtu utaki. Hata ukakuja hapa nikupatie date ukuje, utakaa hapa na sitakuona, na si madharau, na sina madharau, na nitajaribu kukuona, sitakuona, because I have asked God for that hedge to protect me, to make sure I don't meet that person, because God has seen the motive of that person si mzuri. So therefore, na mimi kwa sababu nilimwambia and protect, he will protect me. And that is what you do. Protect your children. When you are releasing them to school, protect them. Cover them with the blood of Jesus. Cover them with the hedge of fire. Wakienda wakikutana na watoto wachawi, kwa sababu kuna kitoto nacho kimewekwa uchawi, kimebeba. Sasa hiki umekiachilia, sio kama wewe. Umekiachilia kimeenda shule, lakini ulikiachilia uchawi. Sasa kikienda shule kitaenda kulifanya recruitment. Na hakijui kinafanya recruitment. Unaona watoto wameanza kuanguka darasa mzima, watoto wanaanguka. Lakini nani the cause? Because you want the child akiwaguza, akikuja nyumbani, hiyo nguo unaichukua, unaipeleka for rituals. Because imechukua souls, imechukua spirits za watoto wale wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unakuta sasa watoto shule mzima imebadilika, sasa watoto wanaanguka na watoto wameanza kutoroka. Na maybe unataka kuangusha shule kwa sababu ya yule mwenye amefungua shule, mlikuwa mnasoma na yeye na amekushinda, na alikuwa kana barasti na wewe ulikuwa kana bawani. Sasa unashindwa modo ali na barasti le wadili ati agetuka no wakashukuru niye nende adhikwade kwa wera wake. Bwana Yesu asifiwe sana. It is out of jealousy that all these things do happen. It is out of jealousy that people come and take it away, because they think you have done wewe kodogo wewe hala. In fact nenda kuonagia madhafu ni wakufagia hivi kulia kwa, but sasa wewe ndio mmoja shule, ati mimi nakuja kuomba kazi kwako uniandike kazi, na mimi ndio nilikuwa nakuonyesha hesabu. Si ndio? Hiyo inaleta maishu. Kama sasa wengine, kama sasa mimi Waruige anahubiri, una imagine kuna wahubiri wako hapa miaka hiyo yote hawajahubiri. Waruige ameokoka tu juzi na anahubiri, wanauliza kama swali ni marori ya mno. Waruige wanakuja mpaka hapo, nakuta unaona mtu amege. This is your studio. Oh, wow, it's wonderful. You have a nice pulpit. Oh, wow. Yeah, thank you. You have nice chairs. Oh. Lakini ile yako nayo alianza kuhubiri 1978. Na wacha kiti. Hata kanisa hana, anatembea na briefcase na Bible mzee. Imelaruka makaratasi mengine ndio wenye imefunguliwa kwa sababu ya mzee. Sasa how they go gang against you, they start fighting the church.
They will come and sit here. They just only to come and sit here. Unasikia kanisa imeanza furugu, ama spirit ya usherati imeingia, ama watu wameanza kupigana. Watu walikuwa intercessory team ilikuwa inaomba vizuri, unaanza kuona mmoja ameanza kutoka intercessory, akiondoka mmoja ametoka, mwingine ametoka. Even at the end of the day unakuta the whole church has gone down. Why? Because a bishop, a man of God came na akajiuliza swali, how can Waruiki, mtu aliokoka 4 years ago, 5 years ago, yeye ndiye anahubiri na ako na kanisa kama hii, ako na makamera, ako na hizi vitu, ametoa wapi? Hapana. Ulienda kusafishiwa wapi nyota? Hiyo ndio swali wanaulizaga. Ulienda kusafishiwa wapi nyota? Kwa sababu yeye ni pastor, lakini haamini ya kwamba God can do it for you. Haamini ya kwamba that your destiny is bright. Haamini ya kwamba that you have places to go. That is how people look at you. That's how umepata visa tunaenda America. Unasikia mtu akikuuliza, "Hey, ati America?" Anashindwa kutamka visa because anasikia huko ndani kitu kinataka kulipuka. Unaona mpaka mdomo inatetemeka. Nani anko yako? Anko unaenda kumuomba. Na kwa sababu ndio tajiri kwenu, ulienda kumuomba akuongezee pesa ya fare. Lakini unaona mpaka hiki kinatetemeka. Kwa anashindwa kutoka hapo, unasikia kaugonjwa kametoka kidogo kidogo, kifafa kimetoka. Wakati unafaa kusafiri na wakati ndege iko tayari, ndio unasikia mgonjwa imeingia. Hiyo visa inapotea na inapotea. Kutoka hapo labda wewe ukafanya kazi kwake. Point of contact. It is so important. Number 3, DNAs. Sema DNAs. DNAs. DNAs ni DNA, lakini nimeongeza DNAs because nataka kujumuisha. A DNA is very crucial. Kwa wale watu tunaendaga kinyozi, ask yourself, because what's a DNA? A DNA is that which carries your, what tumesoma? What's a DNA? Yeah? What is D? What's N? What is A? Hiyo mtaenda kufundishwa. It is an identity. Blood or body system identity. The body system identity. What is munapigana vita? Kwani ambayo inatumika ni kucha zako. Number 3 ambayo inatumika ni your eye. Bwana Yesu asifiwe sana. And also another one that is used more commonly nowadays ni the gum of your teeth. Now, which one can be easily taken? Your eye cannot be taken, your teeth cannot be taken. But which is easily taken, it is your kucha zako na nywele yako. Ukienda kwa wagaga, uende kule kwa Maina wa Magoto marehemu, ama kwa mganga wowote, what they do, watakata kanywele kako kadogo. Nasikati, watakata kanywele kako kadogo. Ama wachukue kucha zako. Hizo kucha zako wanapochukua, ndizo zinafanyika kama kafara. Kuna wengine wanakatwa nywele usiku, na kuna wengine wanakatwa kucha usiku kama wamelala. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda kwa shosho mchawi, unaenda kwa auntie mchawi, unaenda kwa uncle mwenye yako na hivyo, they will make sure you have slept, and when you are sleeping wanakata. Ama wanakwambia
wagwito ndwara icio cia kucienda gikomondo cikwenda kurengwo rehe turenge ama nakupatia shika hiki tu kata unaanza kukata. Yeye amekaa in a position kuangalia kule kucha zinaanguka, ata need tu kuja kuchukua tu kamoja, hizo zingine hana. Sasa hiyo ndio atapeleka kwa mganga. Akipeleka kwa mganga itatumika kutrace wewe, kutrace your identity, kutrace your blessing, kutrace everything around you, and they will be able to capture you. And in that process of capturing you, what they normally capture, it is your blessings. The DNA captures your blessing. Once they get it, ama nywele wamekata, they will take away. Maana nywele ukienda kwa waganga, hizo nywele na kucha zako na either suruali yako ya ndani ndio wanachukua, wanafunga kwa karatasi ya nylon, kisha wanafunga na kufuli ama wanafunga na kamba, kumaanisha wamefunga maisha yako. Ni kwa nini achukue suruali ya ndani? Because suruali ya ndani imekuwa na contact na nini? A fluid from your body. Nimekuwa na contact in your periods. Nimekuwa na contact with something that is from your body. So that is what they need. Anything that has a contact from your body, and that is kucha, suruali yako ama nywele yako. Kisha wakafunga, wanashika. Kama ni biashara yako, wanachukua, wanakuja, wananunua kitu kimoja kutoka kwa biashara, kisha wanafunganisha na manywele na makucha na kila kitu, wanapeleka either wanapeleka baharini ama wanahang kwa mti. Sasa upepo unapokuja unahuruta hivi, inamaanisha hivyo ndivyo maisha yako inahurutwa. Unakuta wakati mwingine uko sawa, wakati hakuna ruhuho unasikia uko sawa, lakini kiruhuho kikikuja unasikia wewe unasikia tu kuna kitu kinakupeleka hivi uradi mobadha, mara wewe kuangania, mara wewe nako unavurutuka. You just become hopeless and useless because they have captured your DNA system. When you capture the DNA system, you capture all the gifts that you've been given. Kama biashara is a gift, preaching like this one is a gift. Anything that you have is a gift that God gave you, that which makes you live a good life. Once they take it away, it means they take the whole of you. You become hollow. Na unakuta mtoto alikuwa mzuri, kwa na perform mzuri, sasa anakunywa madawa ya kulevya. Unakuta mtoto alikuwa na kama maisha mzuri, sasa anafanya nini? Anafanya mambo mengine ambayo si ya kawaida, because they have taken your DNA system to alter, kuichange. Kama ulikuwa this is your code, your passcode in the DNA, they are capable to alter the systems of the DNA in the spiritual realm, and therefore the person, the code that you are given ambayo ilifanya ukuja dunia hii inakuwa altered, meaning you will miss everything that is supposed to be meant for you. Ndio nana watu wamekuwa boma, mzee na mama wakiona, they lived nicely, they were very good, they were doing well, the business ilikuwa inafanya vizuri sana, but all of a sudden something happened because there is somebody who visited you. Ama walijua mahali unaenda kushukwa nywele, walijua ni mahali unaenda kutengenezwa kucha zako, na wakaenda huko kasema ule mama akikuja uniwekee kucha zake, shika hii shilingi 10,000. Hata ukipatiwa shilingi 10,000 kwa sababu ya kucha za mtu, si unapochukua tu kwa sababu Kikuyu utawacha mwaniki na watikia kilikomi. Bwana Yesu asifiwe. So the DNAs are very important because they use them to alter the systems zako. How? Because this world we live is a pattern. We live in life is a pattern, and you must conform to the patterns of your body, of your DNA for you to live. Sasa hii ukienda wafanye alteration ya DNA yako, utasikia wakianza kusema hormones zako haziko sawa. Utasikia period zako zinakuja mara 3 per month. Utasikia kuna kichwa migraine haiishi. Utasikia macho yako imeanza kukaa kama imeanza kuangalia ingine huko na ingine huko. Utasikia there is something that will be disorganized in your body. Therefore meaning they have been all the hormones in the body, they are not working as how they are supposed to work. That is the same thing as they alter your spiritual pattern, because when you are here we have a spiritual pattern, and in this spiritual pattern it is that which guides your path. When you tell God command my path, you are telling God command my pattern every day, because already when you came on earth there is a pattern of your life, and in this pattern that is where you will walk. What now the evil one will do is to remove you from your pattern so that you can miss your steps. Are you getting me?
And most of you, that is what happened to you. That is how you've lost it. So the DNA system is very important. When you are there checking on your hair, your fingers, your nails, your blood is very important. Kama sasa nyinyi mnakuaga na wamama, mnakuaga na hii damu ingine natoka, mahali mnaenda kutupa hizo vitu zenu, please, is very important. Chukua tuende, tupa wewe mwenyewe. Wachana na hizi za rental kill. I'm not killing a company. Lakini wachana na hizi, because you don't know who is employed there, because they know they target the blood, so they will send their own people to go and get employed in those companies. Are you getting me? And then be saying, because pale City Stadium wale tulikuwa nao pale stadium, remember there is those guys tulitoa pale Machokora, na walituambia kazi yao ni kuokota hizo pads. Tukawauliza ni za nini? Kuna mama na kujaga na Range Rover kuchukua hizo pads. Pads gani? Zile zimetumika. Na ako na Range Rover. Sasa tulilala huko siku moja, huko nje tukakaa hapo City Stadium. Tukataka kujua hii gari ni gani tu, kwa sababu tulipenda Range Rover. Na ni Range Rover mpya, the latest. Na ni mama mzuri. Ni mama niliangalia hivi nikajua ni mama najua. Anakaaga Ruda, ako na nyumba mzuri. Sasa unashindwa period za watu anapeleka wapi? Na kazi amepatia wa vijana ni kwenda akiokota mahali amepata hiyo pad, aweke amkuja amchakue, na akimpatia anampatia shilingi 5,000. Why will you pay shilingi 5,000 kwa period ya mtu? Why? Economically it is viable. So when you go your children kule shule, waambie waende wanatupa, anajipelekea mwenyewe kwa shimo, anaficha huko, anarusha ndani, inaenda kabisa, because that is blood. Na hiyo ni blood ambayo inahusika na kizazi. Bwana Yesu asifiwe sana. All that they know, the underworld wanataka damu. Kama sasa kesho ni damu inatakikana peke yake, si kitu kubwa, si maandamano, wanataka ni damu peke yake imwagike kadhaa, wa confirm. Na wakiconfirm na hiyo damu, from tomorrow henceforth revolution imeingia Kenya. Na ikiingia Kenya, it will be another struggle of like 7 to 9 months ya kungangana Kenya, vita, kila kitu. You will not have any simple life. Hakuna peace tutapata tena until this gentleman ametoka. Na akitoka sasa ndio wataplant their authority, because they have a blood of a human being that is sustaining their efforts. That is all. So pray against the blood tomorrow. Muombe sana against the blood. Isimwagike. Museme ya Yesu imetosha. Ndio hawa, kwa sababu the process has been hijacked. It is no longer with the genuine GNCs. Watakuja wakiwa GNC, watakuja wakiwa those, but it is no longer with the GNC. It is not no longer hata si Ruto sasa. The plan has been taken. Wale watu walilaunch pale France na ile vitu ya shetani, they are the same sasa hapo hapa. Wale watu walikuwa na Joe Biden. Najua Joe Biden was dead and is dead. Joe Biden is not existing. It is a computer system that is operating. That is why unaona anapoteza, anatafuta. Unaona, imagine hata kama wewe ni mzee atafukukaze, unatafuta podium uoni, because the computer is not locating where the podium is. Alitafuta podium baka steps, no miss steps kweli shwari. Hebu nione. Si kumiss, lakini mzee alimiss. Akatafuta because the computer system ilikuwa imepotea. Na ndio nasikia kuna kitu kanaitwa nano, anaitwa nano what? Yeah. Nano technology. Yeah, people are put, kuna kitu naekwa kachip. Unaanza cooperate na nano technology. From there you are not yourself. They will control you. They will make you move the way you want. And remember sasa si wametengeneza robot ambazo zina behave tu kama mtu. They are responding like a human being. Sasa niambie kama zina behave kama mtu, na wewe bado mpaka sasa hivi hujapata mtu, na nyamukio githondekwo ni uko na mundu, alafu mutigesha diado no turaria sense kana turaria sense bakora tumia ni bakora kona kuina makoga kuidire maundu maingi ni ngui yake ri ndaikara kana yacera kana yo ngari ni akathie nayo na kidira kule kule athie ri nake kama maundu maria reka nayo to ni ngui yake na ndiguthi kwaga na ndiguthi kuria kungiru kabangui gukira mundu ni tuko magwaga yogikiga na computer na ina feeling tigui ni tukakiona atu Zakaria maneno imeweza kuharibika. The world is being carried away.
Alafu ukikubalisha hawa watu wakuja wa take over, I'm telling you it will be so bad for you. More especially you people call yourself Christians. It will be bad. Waislamu ndio hawa. Angalia England right now hakukaliki. Saizi moto imewaka. Wamechoma maduka, wanachoma kama majensi. Ulikuwa nafikiria wazungu hawana tabia baya. Wanachoma kama majensi wa Kenya. Na wanakuja kutupiga picha at these people are very primitive. Wanachoma sahi, wanachoma city imechomeka. Ile kikitu tawa ile France, ile kikitu ya ile ya Belgique ama ni Bolisic what? Imewaka moto. Iliwaka moto France after mocking God. It got fire. And that is what they were using to subjugate what they were doing. So these things and these people are not for the betterment of this country. They want to destroy it. And Kenya is the pivotal. Yani ni kitu muhimu sana kwao. The day they will capture Kenya, they will capture the world. Because Kenya is not an ordinary country. Kenya is not another country. God does not look at Kenya as a country. He sees Kenya as a child. The only two nations that God sees as a child is Kenya and Israel. Others are seen as countries. Others, they don't have a blessings of being a child. We have a blessing of being a child. And that is why the Muslims are targeting Kenya. The Freemasons are targeting Kenya. The whole world is about Kenya. Every part of the world, they are all about Kenya. Because they know Kenya is carrying the umbilical cord of the world. Why is it? Where is the political cord in the Kwaka? Katikati. Sidi hapa. Where is Kenya in the world? Kenya is at katikati, at the equator. Kenya is very important in the kingdom ya Shetani, and it is very important in the kingdom ya Mungu. And that is why you have been called time like this one to win this battle, because God is with you. They want to alter the system of God. Once they alter the system of Kenya, wamemaliza. Angalia jamaa wetu walimpeleka wapi? Walimpeleka Amerika pale, wakamfanyia celebration kubwa, wakamfanyia vitu, wakamchukulia baka ndege mzuri kubwa, wakampeleka nayo huko. Kufika huko jamaa akatogelio, akakuja baki akiwa mtu ametogeleka. Wao kupitia IMF, kwa sababu Amerika ni IMF. Wao wamekuja mkono hii na inaitwa ngoja bill. Finance bill. Wao ndio wameakisha moto. Wao ndio wamefinance through Ford Foundation, ndio wamefinance GNC. Wow. So you ask yourself, what was the interest of carrying this man? Umpeleke huko, umuinue kisha uakisha moto kwake. Because they are after interchange the DNA ya Kenya. Ndio waweze kurule. Without Kenya, they will not be able to rule. The satanic forces will not be able to rule without Kenya. And you know, LGBTQ imesukumiliwa Kenya na nguvu mingi. Watoto wote unaona watoto watu wakubwa serikalini, 90% ya watoto wao wamechukuliwa, wamepatiwa mapesa LGBTQ. Ndio wafanye hii kitu, waipush from their kwa nyumba, ipushiwe ndio ifanyike kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona mwingine anatembea huko na gari ambazo haziko kwa nini? Ziko hii inaitwa nini? Kwa sako. Na gari zote zimeandikwa 666. Na zinatembea huko. Zina muziki gine criminal. Ukiingia ndani unasikia ni kama huko dunia nyingine. Baka vijana wote wanangangania. Hiyo gari inalipagwa hapo kutoka mpaka Gong. Ni shilingi 70. Hiyo gari inalipagwa shilingi 300. Na unakuta mtu amereserve kiti. Afadhali iende airudi mkujia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wanalipa 300 ni vijana. Wadogo kama hawa. Unashindwa. Anaenda tu, anakalia tu, anasikiza muziki mpaka Gong, tena anarudi. Anasikiza tu muziki. Dudu. Akiwa huko ndani. Hii pesa 300 ametoa ya kwenda juu na kurudi, na wewe mpaka ukakataa unilitale mwekana mwelitale mwenendo wako agafea. Lakini mtoto wako uko naye, alitoa wapi? So these are things that we must be able to monitor keenly and see. What kind of a people are you around you? What kind of people that are with you? What kind of worshippers muko na wao? What kind of an apostle? Hata mimi kuja nichukuze vizuri. Naweza kuwa hapa na mimi ni madoido niko nayo ingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Chukuza watu hao wote mpaka tuweke something that will stand for this nation until we make our nation become great again. God must reign in this nation. God must take power and control unto this nation, because it is this nation that will set fire. Angalia GNC,
Si imewaka hapa juzi. Nigeria hakukaliki sahihi. Tunubu anasema atatumia ame. Akaambiwa bring them on. Ame wameingia kwa barabara, wamemwambia sisi we are not going to use force. We are going to allow these people to demonstrate. Nimekuwa nikiangalia leo wenye alikuwa anasema jeshi imesema fanyeni maandamano. Polisi don't shoot. Mama join. Sasa angalia. Tunubu, angalia kikofia ya Tunubu. Mnaona kikofia ya Tunubu? Hiyo kikofia ya Tunubu ukiona hapa imechorwa nyoka. Hii ni nyoka. Ile inaitwa Ouroboros. Hebu ukigugu wewe utaona ni kitu kinakaa infinity. Hiyo ndio tunaitaga Ouroboros. Ouroboros ni nyoka ikitoa gosi. So yeye ni wa wapi? Another world. Na he is one guy who is very rich. Saliambia huyu nani anaitwa nani? Huyu the richest man of Africa. Huyu kuja kama nitaki my refinery. Kwa hivyo akumbaka na refinery yake anakamua mafuta yake. So we are not dealing with the simple people. We are dealing with the people who like mkufe watu milioni moja kwa sababu anataka damu ya ku justify his kingdom. Anataka damu ya ku make sure amesimama, amefaulu katika maisha. Ameendeleza mambo yake at the expense of your children. Aduna watoto wengi wameenda. Boys, why they want boys to sleep with boys? Because they want that sperm of one boy iingie kwa mwili ya boy ingine. Ikiingia huko ndani, that seed, when the seed of a man gets into a seed of a mind, inaharibu, ina change system ya mwili ya hiyo bego ambayo ilikuwa kwa mwili ya mwanaume mwingine, inaharibika. Na kutoka hapo huyo mtoto hatazaa, huyo mtoto hata tamania kuona mwanamke. Kwa hivyo anaanza kunaona kijana kilikuwa kimeanza kumea nini, tunyonyo, tumeanza kukua tukubwa. Ukikaa kidogo unaanza kusikia sauti ya kijana ambaye ilikuwa ni bezi imeanza kuongea kama ya kasichana. Unakaa kidogo ndio huyo amelalisha manywele kwa kichwa kama ya mwanamke, because ameanza kufeel system yake na hormones zake zimeanza kuchange, because a seed has been ya mwanaume imeingia ndani yake. Na kwa hivyo whatever that is happening in the body, hormones will be altered. That is why they want your sons to be slept with, so that they can distort the birth system, ile njia ya uzazi, yani ile system ya mtoto wa kiume kuleta mtoto mwingine inauliwa. Na unakuta kutoka hapo mtoto wako ni wa kiume, na wewe walaja wo behave takaire tu, mom, are you going with me? Don't leave me, mom. Sasa ndio kile ni mtu romeka na niki. Kwa wewe jamaa hapa. Behavior yake inakuwa ni kama mwanamke kadogo unatembea nako. Sauti imepotea, alikuwa na base, unapotea, unaanza kuongea kama kasichana. Nywele ndio hiyo. Unakuta kameanza hata kupaka lipstick. Hii mumetaka tena. Ni lip bas, ile sio stick. Lip balm ile haina color, ile colorless. Ni balm. Nakuta kameanza kupaka, nani kamvulana. Kidogo naona kucha zake zimeanza kupakwa rangi. Kidogo naona katunyonyo tumeanza kumea. Sasa unaanza kujua hapa kuna maneno. Kidogo anakuambia, you know mom, I think I was not supposed to be born a boy. I was supposed to be born a girl. Alafu anaanza kukuletea mambo ya internet ya kuonyesha kuna there is, imagine kuna huyu was a boy but surgery was done upon them and now is a girl. Sasa anataka kukwambia, hataki kukwambia directly ni mimi niende niondolewe hii ni niwekwe hiyo nyingine. Anataka kukupeleka psychologically pole ujue hata watu wanafanya kwa sasa. When they will come for the surgery kukwambia nataka act, utakuwa already prepared, and that is what happening in America now. It is so rampant in America. Watoto, young men wameachana na wanaume, wanataka kuwa wanawake. Sasa you can imagine. Na wazungu nao wanang'ang'ana kutengeneza maroboti kwa sababu wanajua what they have done. That is why we have so many things. Uliona robot ya mama, nilikuwa na watch kwa video saa hii asubuhi nikikuja. Mama robot na baba robot. Sasa unashindwa, wako shoka hodi ate hao. Sio ni kitu inachanganya akili ya mtu. Mama robot na baba robot. Sasa unashindwa. Hago diate leo. Miaka ige komiero kale. Mure. Tukaikara ku. Imagine mwana kiole wako agokere na mwire tuna ni robot. Dad, I decided. Ate todi mukarashi. Tuko namba ngapi?
Namba 4, jumping from one authority to another authority. Mwe kama sasa makanisani, you people, you like jumping from one pastor to another pastor, from one bishop to another bishop. Why? Because you don't, when you are jumping from me, you go to Manyuru, you go to, there is something that you are losing. Bwana Yesu asifiwe sana. And you will perhaps, and most likely, utaenda na utajump, utaenda kwa mtu ambaye ni demonic, has a demonic agenda, and then atakuja tu akutap, na akikutap amechukua what is yours. So seek God to know and ask God, tell me where you want me to be. Seek God to know where he is. Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible says, seek ye the kingdom, and the others, all others shall be added unto you. Seek the kingdom and its righteousness. The rest will be added unto you. So you don't need to jump from one pastor to another pastor. All pastors, if they are from God, they have the same word. Don't come to me because you have seen me on the YouTube. Don't come to me because you see kuna miracle inaperformiwa hapa. No, come to me because I'm a man of God. Come to me because God has inspired you to come to me. And Mungu amekwambia nenda kwa Waruingi, maana Waruingi ako na neno lako. Bwana Yesu asifiwe sana. But don't jump from one because uliona mtu ako kwa ma TV, ako kwa ma YouTube, ako kila mahali, and then you say, oh, ino ni oduka tere raho. Kukua kwa ma TV does not mean God is using you. My money can make me. I pay TV adverts, I pay YouTube, I pay everything. I make sensations, big things around, and I will be seen everywhere. And then you think that this is a man of God. No. You need to seek. Before you come to this church, you need to seek from God. God, are you in that church? Number 1. Number 2, your church nikienda, will I meet you there? Because not every mountain is a mountain. Bwana Yesu asifiwe sana. Not every church is a church for you. There is where God wants you to be in a particular time. There is where God wants you to be permanently, or in some part. God will guide you, will take you to the person that he wants you to be. Because ministers are sent here differently. And therefore you also, you are here because there is a reason for you to be here. And that reason, if it does not conform with my reason of being here, then you are in the wrong place. Don't dance to every pastor. Don't come to kwa Waruingi kwa sababu ulimuona kwa YouTube. Ndio kwa nini kwa YouTube? Goromagerera hii. Goromerera thiko nyingi na mwaka mugima goromagerera. Unumagerera ugethie ku. Kwa watu wengine keruru. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 5, money. Money is majorly used. Kama we had an example of one person alifanywa deliverance hapa. Mwenye alikuwa hapa Westland kwa hiyo kanisa ya Illuminati, ambao pastors like me nita collect your collections hapa, alafu nazipeleka huko, alafu wao wananipatia pesa zao na kuja nazo. Because what is more about money? Money is part of your DNA, because money is a sweat. Money umeiguza kwa mikono. Money ni kitu ambacho you have worked for, you have sweated for. So if I take your money, I take your heritage. If I take your money, and ukienda kwa wagaga kitu mingi napeleka kwa nini? Ni money. I will just need your 10 bob. I will need your 100 shillings. I will need your 50 bob. I will need your 1,000. Then nitaenda nayo kwa mgaga niseme ndio hii. Maana nitaitishwa kule. Niambiwe nenda utafute pesa yake moja ulete. So money is the work of your hands. And God says, I'll bless the work of your hands. So once I take your money, mimi kama pastor wako, na mimi ni wa Illuminati, lakini niko hapa na mimi ni wa Illuminati na madaganya ninahubiri. Sasa nitachukua pesa yenu nizipeleke wapi? Kwa ma Illuminati. Sasa wewe utakuwa ukikuja hapa unaendelea kuwa maskini badala ya kuendelea kutajirika. Biashara yako inaanguka. Ulikuja hapa ukiendesha kagari, sasa hizi unatembea na nini? Na slippers. Kile wafo da kule na wabigiji. Because this is what makes you to get these things is taken through relatives, through strangers, and through business competitors. So watch out. Every money you give it out, speak a word. Na ndio unaonaga watu wengi wale matajiri ambao wanaelewa mambo ya uchawi na watu wameenda huko kwa wachawi, they will never give you cash.
ukimwomba pesa anakutumia na M-Pesa. They will never. Ama they wakatutuma dhiga tukaine kaharia wenda duka hiyo, anapigia mtu wa duka anamwambia patia huyo mtu shilingi 1000. Why? Ana avoid the contact, because that contact is very important. Nikipatia pesa yako hivi, ndio naona kuna watu wanakujaga hapa, wanakuja kuniomba pesa, na muangalia na mwambia nenda uningoje hapo, nakuja nachomokea kama mlango shwi naenda. Yes, because amekuja kuchukua pesa, kwa sababu anajua hiyo pesa imetoka wapi? Kwa hii madhabahu. Ndio aende avuje hii madhabahu. Kuna watu watakuja hapa najifanya ni maskini, but they are not poor. They just need that 500 shillings. Wanataka that 100 shillings. Ndio waende waharibu. Because I am carrying, nyinyi mko hapa, I am carrying you. So wakati mimi pesa ambayo hii nimenipatia, kwa sababu hiyo pesa ikikuja hapa inachukuliwa, inawekwa kikapu moja, inakuwa pesa moja. So ikichukuliwa, mchawi sasa huyu amekuja, ametumwa tu, atakuja ajifanya maskini, nie kwa kwama jereka kuria hiyo. Na ukimwangalia mdomo imekula chapati tu, lakini jereka kuria hiyo ule madoakai igwa tunetha ma mudoakai ni waga kondeiria no gukua nigwira gathi wako nego kawothika kweli. Kasi nimejua mkiangalia mdomo ukakadeka ni wakaleta shabashi kakirikana na maguta natikuhe akawazo no ukihakaribu babu utalete unaweza kuona hiyo kitu ya kujipaka na una chakula? Hapana, lazima na si aremi ulipaka, kwa sababu aremi itaonekana hapa iko na maziwa. Sasa si aremi, unaona hii ni hiyo kitu ya kupaka hapa, unajua huyu mtu ni mtego wako nayo. Sasa unamwambia unatiriki kidogo ndio nakuja. Ndio naona naambiaga mrafiki yangu David hapa, anakuanga mzuri sana. David ni mtu mzuri sana, na hiyo uzuri yako itakukula. Kaendelea tu kuwa mzuri. Ikaraye moru, ikarata ndora waroige. Unaona kadora waroige venye nakaga, anakodoa jicho kidogo tu, naona watu wote wameondoka. Kwa sababu una remind watu kule ulitoka. Ule ndora wa zamani wanakuondokea. Watu ni wachawi. Hata mama yako, hata baba yako, brother yako, your sister, your wife, your girlfriend can be like that. They are not all people. Not all people are good to you. And it does not mean because nimevaa kasuti mzuri nimekuja that I'm good. No. Be cautious. Kuna pesa mwanaletaga, na pesa ukipatiwa na mtu pale, usichukue atiweke kwa mfuko kwa sababu amekupatia. Mwambie kuja wekelea hapa. Ichukue ukiwa hapa kwa sababu hapa kuna kitu tumenena. Bwana asifiwe sana. Na ndio naonaga kitu yote ya kukula na wabiaga mfanya nini? Anytime, hata kwako. Si uko na mahali unaobeaga. Make sure you commit everything at the altar of the family. And you at home, get a place in your house. Ukuwe na altar yako sanctified, imwagilie mafuta, nena maneno ya kiungu, nena the power of God. So hata wakati unaachilia mtoto wako aende shule, mupeleke kwa altar yako, mubless, ongea na yeye, munene, alafu akienda naenda kwa kiberiti. Kienda huko mganga na mguza, naona mtoto wa mganga na aguka. Wacha kusema tu lazima nipelekee pastor. Na ukikuja ukose pastor, atafanya nini? Pray, make your house kwa room yako, hata kama ni kasigo, kwa kakona kamoja. Si Muislamu anabebaga mkeka mahali popote, Muislamu ameenda akona mkeka. Hata wewe beba mkeka kwa moyo wako, kwa kanyumba kako, hata kama ni kadogo. Hali kakona ine, tengeneza mahali utaabudu leo, ukiabudu kesho, uabudu kesho hiyo nyingine pamefanyika madhabahu. Madhabahu ni mahali pa ibada, na ibada inahitaji siku ngapi? Mara ngapi? Mara 3. Ukifanya mahali pamoja ibada, imekuwa madhabahu. Kwa hivyo ukipafanya mahali pale pakuwe madhabahu, alafu ukiomba ukimaliza, toa sadaka zako wekelea hapo kwa hiyo madhabahu yako. Toa sadaka, hata kama ni 100 wekelea hapo, wekelea ile mwisho Sunday ukifanya nini, utakusanya hiyo sadaka yako yote, weka kwa kibahasha moja, lete kwenye madhabahu ya Mungu. Ita connect madhabahu na ile madhabahu yako. So whatever you will be asking from here, hata kule itaanza. Ukiitishia nyumbani, hii madhabahu kama umeconnect nayo itafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha kuongojea tu ati lazima ukuje wekelewe mkono na pastor, ati umekuja lazima uhubiriwe na pastor. No. You are supposed nikikuombea safari moja, that is enough. Kutoka hapo kuwa kiberiti na wewe, because uko na madhabahu, umejishikanisha. Tena hii murukaruko from one church to another church, you don't have a foundation, you don't have an altar. You must, every human being has an altar.
Na kama unaruka kwangu, unachukua altar yangu, unaenda kwa Ezekiel altar, unaenda kwa Manyuru altar, unaenda kwa Nganga altar, unaenda kwa Nganga mwingine altar, unaenda kwa Wairimo altar, unaenda kwa Grace, the Glorious here altar. What kind of a person are you? You are baseless and formless and headless and leaderless. Stick to one altar. Every altar, as long as it's godly, God is there. As long as it's godly, it doesn't matter who is in control. Mimi sahi nikikuja niambie huyu mama hubiri, kuja kusikiliza, musikilize, because it is this altar to may sanctify. Wakati tulifungua tuliita Bishop Harrison, akakuja akatusaidia kufungua, kisha tukanena maneno iko hapa, kisha tumetoa zaka zetu hapa, tumeinua dhabihu zetu hapa. I don't need to be here. This woman will come and preach, and the same grace it operate. The same grace will operate. So siaka atamahujia kuacha dalikuwa negagio karege. You are an idol worshipper. When a devil worshipper, you are one and the same. I have never seen Catholic father akikuja mpya ati watu wanahama kanisa. Ni father wanahamaga, kanisa inabaki na washirika wanabaki. Sasa hizi zetu za warokole sisi hapa ni causes za debili. Ni ndani rekondera mwaga. You've made me to be your devil. And the day you realize it is not that man that is carrying the anointing, but the grace of God in that place, the grace of God in that man, it is the authority that you need to obey to, and the grace is from God. Ukikuja pata huyu mama akishika microphone na hubiri, musikilize, because the grace is operational. Lakini ukikuja unifanye, ndio unaona nafukuzaga watu. Si mnakuja kama mnakuta kuna watu mnakosa hapa. Nilimfukuza kwa sababu alikuja kuniinamerera, anataka kuniua. The moment you make me your idol, God will remove me. Ataniondoa. Kwa sababu ataanza kusema, "Oh, you are competing with me." Atanifanya hivyo tu. Na nani ameniroga? Ni nyinyi. Tidagarogi go connect daga. Kafa mrogi wa hivi kuliko wakuja apostle. Najua apostle nena tu neno moja, kwa sababu wewe ukininenea tu maneno yangu inafanyikaga. God is hearing. Na mimi nikisema oh yes, kwa hivyo maneno ilifanyika. Okay. Nenda ukabarikiwe. Ninaenda, God is watching. Huyo mwingine anakuja the same language. God bless. The same. I have turned myself to be a God. And immediately the heavenly God will start working on me and he will kill me. So do not allow. Ukiona mtu nimemfukuza, wacha kumhurumia. Mimi sitaki kukufa, nataka kukaa. No nyende kuikala miaka magana meri matatu huko. Tamedusera. Yes. Baki da konyi no kiate ni ogwe ni nigo ndo na gari jero shigethode ko ni thondeketo gari jero. Nataka ku drive gari mpya. Nataka kuona robot zikifanya kazi. Nione venye zinafanya. Don't kill me. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm not your God. I am just a vessel used by God to come to you, to speak a word to you. And anybody from here can be used to become that very vessel. So don't kill that man of God. Don't kill that woman of God. Don't go worship them. Don't indicate to them as though they are demigods. No, you are killing them. Believe in God in heaven. Believe in his authority. Believe in his people. Believe in their prophets. Just a believe, not a worship. Don't worship them. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 6. Destinies are soaring through your palms. Through palms. Palm ni gani? What is a palm? Wanakujaga wanakusoma. Wanakuitisha mkono. Anasoma, anaangalia hapa. Na hiki kinaitwa kwa kiganja. Anaangalia kisha anaangalia na unaona amefanya hivi. Amekumaliza. This is very important. Wasomaji wote wa nyota wanaangaliaga hapa. Wanakuambia hii. Kuna wengine wanasema ukiona kiganja chako kiko na M, haya ndio yatakufanyikia. Ukiona kiko na X, haya ndio yatakufanyikia. Why? Kuna siri iliyofiche ndani ya kiganja chako. Na hiyo ndio wanaangalia. Watu wa kusoma nyota, angalia za kila mtu ameangalia yako ni yako na yangu ni kama inafanana, si ndio? Yako ni M. Sasa hawa watu wa M wako na maneno.
So kwenye kiganja, maana kiganja ndicho tunatumia kuwekelea mtu nani? Mkono. So what is here? Ni nini kiko hapa? Ni nini? Mimi mwenyewe niko na kiganja ambacho kiko na uchawi. Nimekuwekelea wapi? Nimekuwekelea mkono. Kutoka hapo utafikiria ni anointing imekuingia, kumbe ni mapepo nimekuweka. Through mikono watu wamepewa mapepo, through mikono watu wamebarikiwa. Ndio unaonanga watoto wa Kimasai wanapatiaga wa baba zao nini? Kichwa, wabariki hapa, because through mkono kuna baraka, through mkono kuna kuibiwa kwa nyota. Nikikuwekelea tu hapa hivi, nina uwezo wa kuchukua kila kitu kilicho ndani yako, kwa sababu it is a system. I take it away. So sio mtu wote anafaa kukuwekelea kichwa mkono. Sio mtu yote ati in the name of Jesus I pray, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kumbe si Jesus, ni Jesus Josto. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini si wote wanaitwa Jesus. Kwa hivyo lazima uelewe, si kila mtu anastahili kukuwekelea mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nananga sometimes nimeanza kuwafundisha na waeka pale, nawaambia jiombe, omba. Already the blessing of God is here, because na nyinyi muna believe utaigerera guoko tamakadana jigerera guoko. si lazima, the grace already is here, and when the grace is already nikilirisi tu hivi inafanya kazi kwako. Connect. What you need to do is to connect your presence to be here. When the Bible says in the book of Genesis 22 ya kwamba after this thing God tested Abraham. So you are coming here, it is a test from God. You are coming because uliambiwa tuende kanisa town wapi? Igine hapo ya mtumishi ni mgani? Waroige. Ule wa Mogeke. Sasa unawaza mtu anaanza kujifight, anaanza kubed namna gani? Ule wa Mogeke aliokoka lini? Sasa kwa sababu hutaki kuambia watu, unaambia watu ni Dakinya Kenyatta divitali. Because kwanza unataka kuja uangalie, usikilize venye anaomba, venye anahubiri, ndio urudi ukaambie kweli niliona ni kama ameokoka. Lakini tabe tomorrow rage. Sasa unakuja unakaa pale nyuma, mwingine anakaa huko observe. Kwa sababu uko na thermometer ya kujua huyu mtu ameokoka ama hajaokoka vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo it is not all people that will lay a hand on you that are genuine. It is not all people that will come and say I am blessing you that are blessing you. They will be saying I'm blessing you, but in the other word they are cursing you. So the palm is normally used in both sides. Kwa hivyo be careful. Be careful. And how to be careful? Go to a church that you know God called you to be there. Not every church is a church. Not every pastor is a pastor. Not every apostle is an apostle. God must have spoken to you ukuje kwa Waroiki, na alikupatia sababu. Na kukuja kwako wakati uliingia pale, ugonjwa ile kitu ilifanya ukuje hapa imeondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kitu ilifanya ukuje hapa because God wanted to test you. Kama unaweza kuja hapa. Job, kuna watoto walikuwa Bildad the Shuhite, the Tam na alikuwa anaitwa nani? Ezekiel 42, nifungulie Ezekiel 42. There is Bildad the Shuhite. Those three boys, they were sent to go to Job, watoe 7 rams and 7 bulls. They give a sacrifice to Job, and Job will pray for them because they had a problem with God. So it is God who sends you, not you sending yourself. Ndipo verse 7, tuanzie verse 7. Na ukute ule uliokuwa nje ubavuni mwa, si Ezekiel, Job, Ayubu, Kiswahili Ayubu. Umenielewa? So Mungu ndio utuma akamwambia Abraham, take your son, the only son, the son you love, Isaac, to Mount Moriah. Go there and wait. There is a mountain, I will show you when you are there. So it is God who shows you. Anasema basi ikawa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo, Bwana akamwambia huyo Elifazi Mtemani, hasira zangu zinawaka juu yako,
na juu ya hao rafiki zako wawili, kwa kuwa ninyi hamukunena yaliyo sawa katika habari zangu, kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu. Tuendelee. Basi sasa jitwalieni ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7, mukamwendee mtumishi wangu Ayubu, mujisongezee sadaka ya kuteketezwa, na huyo mtumishi wangu Ayubu atawaombea ninyi, na kwa kuwa nitamridhia yeye, niwatendee sawa sawa na upumbavu wenu, kwani nyinyi hamujanena maneno yaliyonyoka katika habari zangu, kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu. So it is God who sends you. It is not you sending yourself to me. It is God. And once you do that, just that obedience of doing that, God will do as he wishes. That obedience. God does not look at your coming. He looks at the obedience to hear his word. Once you hear the word, he tells you go synagogue, synagogue nitakubariki. Ukifika tu kwa ile mlango, hata kutoka nyumbani, utoka nyumbani, make that decision of coming. Already the blessings have come. Because God is after the obedience. It's not after ile kitu nalete hapa. Hiyo kitu utalete, but when he told Abraham to give a son, then Abraham agreed and he went to Mount Moriah. At Mount Moriah, siku ya 3 ndio Mungu alimwonyesha mlima ndio ule. Kisha alipofika kwenye mlima, akitaka kuchinja mtoto, Mungu akamwonyesha kondoo. So God was testing. It is a test. Wewe kukuja hapa, it is a test. Wewe kutoa hiyo sadaka unatoa, it is supposed to be a test. Not about what you can give. Not about the amount of money you can give. It is just a test of God. God does not eat money. He is testing you. So whatever that you are around, it is a test. And therefore, lastly but not least, through your dreams. The dreams. You can dream watu wakiiba vitu zako. Kwa mfano, una dream watu waliingia kwako, wameanza kuchukua viti, ukaona kwa duka yako kuna mtu alikuja, ama kuna kapanya kanakuja kanakula vitu zako, ama kuna kakitu makomba moiko ama nyejezi huko zinakula. You need to pray. If you see kwenye dream kuna vitu vinachukuliwa, kuna watu wako mahali wanaiba vitu zako. Kuna watu wako mahali wanaiba nyota zako. Kuna mtu ako mahali, he is busy taking away. That is why it has been revealed to you. Kuna vitu, kuna watu walikuwa wanaiba. Bwana Yesu asifiwe sana. So dreams are meant to alert us what is happening in your life, spiritual life and in your physical. Ukiona kuna vitu, kuna watu walikuja wakaingia kanisa kama hii, ukaona wamechukua TV, wamechukua microphone, wamechukua, kuna kitu kimeibiwa. Na most likely kuna anointing, kuna kitu kinakuwa drained from this place. Ukaona kulikuwa kumekuniwa mafi mingi, unaweza kuota kwa nini kwa ndoto kumekuniwa mafi mingi. It means kuna watu wamelete mauchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. So the dreams are able to take away, if you don't pray, that thing that you saw it, you see it happening. You see it happening. Na kama ukiomba, you can be able to stop it. The other day I was telling you on Sunday that nilikuwa kwenye doto, ilikuwa kama doto, ilikuwa ni kama real, because they came physically. They were 3. Mtu ni nusu hapa ni mashini, ni computer, na hii ingine ni mtu. And then they had one eye that ilikuwa inanimulika kama ile taa, na ilikuwa inanisuppress, walikuwa nataka kunifinyiria. Then God akaniamusha, nikaomba against that spirit. Nikaona hawa ni watu wale wa one world order. Na juzi waliniita mahali. Juzi tu ni hapa tu kaniita. Nikaenda kusikiliza story zao. Nikaona wenye ile story walianza how I should not fight the technology, because Kube, they have been monitoring us kwa YouTube sana. Sasa they were calling me not to fight technology. So nikauliza, now how am I fighting the technology? At when you are saying AI ni mbaya, I've never said AI ni mbaya, artificial intelligence ni mbaya. Where did you? But we watch you. Nikamuuliza, are you saved? No, I don't go to church. Then why do you watch me? Why do you watch me? Keep it off. Nikamuuliza, kwa YouTube ni mimi peke yangu nahubiri? No, there are many, but why are you interested in me? I said, but you are a person of interest. Oh, nikajua okay, nini murashorera? Nika cancel hiyo in the mighty name of Jesus Christ. So that is how you get to know the people who are fighting you. That's how you get to know the system that have been raised against your life. Are you blessed?
Basi leteni sadaka. Tumemaliza. Do you normally learn something new? Thank you very much. Tusimame tu kwa miguu yetu. Stand up, stand up, stand up, stand up as you prepare to give. Leta kikapu hiyo nikuonyeshe. Umeandika nini? Did you write something? Did you write something? So this is the essence of us coming on Wednesdays. Wednesdays come, we learn, tufundishwe. You understand something that you didn't know. So that tomorrow you will be your own free person. Don't always depend ati pastor hajasema nahitaji mtumishi mwenye yako na power. Sio hata wewe ukuwe na power. Unasema mtumishi wewe na power ku. Mtumishi una power adia utahia ku. Unataka kuchota wapi power? No. Seek to get connected to that power of God. Seek to get connected to that will of God, and everything will work. And this thing that will work according to the will of God, will work according to the plans of God. And therefore you will never be defeated. A society that is godly can never be defeated. You can be able to stop an accident that is coming because already you know you are God. But when you know that you have another ati Mungu wa waroige kuja, wewe utafuta tayari Mungu yako. Unatumia Mungu yako kwa nini? Na unamtumia kama makofokofo. Siku hiyo ipo tunaibaga. Taziketi makofokofo. Inapatia. Unajua hiyo song? Wakikuyu wa zamani. Yeah? Madani tima kofokofo. Uramburo kamwekera nalererio waria nene kamwekera nguro. That is the Christianity of today. You only need your Jesus when it is raining. When trouble is in you, that is when you can come and sit here. Utakaa hapa kabisa na hautachoka, hautaona masaa inaenda, lakini wakati things will be okay. Hata kasalamu, hata kuniambia apostle, wewe mwega. Hakuna kakienda kakiumano after 6 months ndio unataka kuja tena. Unakuja na kudako hori. Unanyenyekea. Uli ondololo selelele. Raba shandala kete ondololo. Kuomba mawabikine. Bako unaona this is an angel from heaven. Kumbe ni kurudi amerudi after 6 months. Wanaopaka hawa kurudi. Wanaopaka bako unasikia huku kutatetemeka. Wekeni sadaka zenu hapa. Weka kwa kikapu leo. Hivyo unavyoweka naye Mungu akumbuke kazi yako. Akumbuke familia yako. Akumbuke jinsi Asha simsogeza viti. Yes. Tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainuka tukisema tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainuka tukisema kuna kama wewe. Hakuna 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 kama wewe.
kama wewe, hakuna 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 kama wewe. Tunainama, tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama, tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainama, tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama, tunainuka tukisema tunainama, Tunainuka tukisema wewe ni Mungu. tunainama, Tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainama, tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama, tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainama, tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama, tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainama, tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama, tunainuka tukisema kuna kama wewe. hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, sijaona kama wewe, hatujapata kama wewe, hakuna 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 kama wewe. Fungua kinywa chako. Umesikia tumenenewa kuhusu how they have stolen your destiny. What kind of a formula that was used for your destiny, for your stars to be stolen. I want just you to open, ufungue kinywa chako. Hizo vitu 8 tumezungumzia, ucancel zote, because 1 or 2 might have happened to you. You cancel. Kama ni mkono uliekelewa, kama waliiba nyota yako kupitia kwa mkono, kiganja, you cancel. Kama waliiba through the dreams, you cancel. Kama waliiba through your fingernails, kama waliiba through your nywele, kama waliiba through your money, kama waliiba whatever system they use, start now. Open your lips and start canceling. Open your lips and cancel. Itisha pesa zako, hizo vitu zote ambazo tumezitaja. Itisha pesa zako, itisha kucha zako, itisha nywele zako, maana kwa njia moja au nyingine ulienda kunyolewa kwa kinyozi, ama ulienda ukashukwa na mama mwenye alikuwa na nia mbovu, ama mwingine alichukua pesa zako, mwingine alichukua alikuwekelea mkono, mwingine alichukua damu yako ya hedhi, mwingine alichukua njia moja nyingine. Kuna mwingine alikuguza mkono kwenye ndoto, walikuja wakaiba vitu ambavyo ni vyako, and you are not able to cancel them. The DNA, the contact point, the child placenta, money from people through your pulse. Speak now. Fungua kinywa chako sasa. Cancel them, cancel them. Cancel everything that they took away from you. Cancel every connectivity that they made against you. Cancel every network they raised against you. Cancel every system walitumia kukubeba. How they contacted you. Cancel every contact. Cancel every authority. Cancel every power. Kata hizo mbinu zao. Cancel the dreams zote. Cancel every dream. Cancel every money that was taken for witches. Cancel every placenta that is being used, whenever it is being used for the demonic powers. Cancel them, cancel them, cancel them, cancel them. Zitisha, cancel. Walibeba pesa, itisha pesa zako.
Let us do this in a systematic way. We all have children, and if we don't have children, we intend to have our children. We have seen their children are taken away, and sometimes maybe your placenta was taken when you were still young. I want you to go back to that childhood days and speak whatever that happened to you when you came on earth. During that time of transition, wakati ulichukuliwa, wakati ulizaliwa, ile damu ilimwagika, kile kitovu kilikatwa. Who handled you? Because that is where you started the confusion that you have now. Open your lips and cancel whatever they said about you that time. Then connect a blessing of you going forward. Open your lips. Nenea huyo mkunga ambaye alinena maovu yako, huyo mama anti yako, huyo shosho mwenye alinena against you, huyo shosho mwenye alinena against you, huyo shosho, that kuka, that auntie, that neighbor ambaye alinena, huyo mkunga ambaye alinena maneno kinyume na wewe, mwenye amechukua hatima yako, mwenye bado mpaka saa hii yeye ndiye amekamata what you are supposed to be. Lose from her. Kata mikanda hiyo, kata maneno aliyozungumza, kata maneno aliyonena, kata mbinu alizozifanya. Hiyo damu alikuuza nayo, hiyo mikono alikuuza nayo ukiwa mtoto. Disconnect yourself now. Disconnect yourself. Disconnect yourself. Disconnect. 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 Jitenganishe na huyo shosho. Jitenganishe na huyo auntie. Jitenganishe na huyo mama mkunga. Jitenganishe na huyo nasi ambaye alikuwa Freemason. Jitenganishe na huyo nasi ambaye alikuwa mchawi. Jitenganishe na hizo shindano walikudunga. Jitenganishe na hizo madawa walilete kwako. Jitenganishe, kata ziondoe zote. Kata za watoto wako. Kama uko na watoto, disconnect watoto wako kutokana na maneno yaliyonenwa juu yake ya watoto, kutokana na elimu yao, kutokana na mafundisho yao, kutokana na malezi yao. Disconnect them. Disconnect them. Disconnect. 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 Urama shanda kate. Muri na muzere. Sherere muri na walichukua kucha zako, wakachukua nywele yako, wakachukua blood. Disconnect. Cancel every word spoken against your hair. Guza nywele yako, guza fingernails zako, guza mwili yako, ikuguza damu. Then speak a blessing kwa damu yako. Speak a blessing kwa kucha zako. Speak a blessing kwa nywele yako. Ile maneno waliweka juu ya nywele yako, cancel. Ile maneno waliweka juu ya kucha zako, cancel. Ile maneno waliweka juu ya damu yako, cancel. Then start blessing yourself. Then start blessing your body. Bless your hair. Bless your fingernails. Bless your blood. Bless whatever that is in you. Bariki nguo zako. Bariki nyumba yako. Bariki chakula. Bariki zote.
Maybe your uncles came, maybe your relatives or friends, and you gave them your money. They took the money, and since that time you've never seen peace. I want you to cancel every word that was spoken against your money by that anonymous person you don't know. Just open your lips, call your money, na uambie pesa, wewe pesa, kama kuna mahali ulikuja ukabebwa ukapelekwa, na ndio kwa maana hautakangi kukaa na mimi, kutoka leo ninakuitisha, reclaim your money. If you have the money cash kwa mkono, itoe kwa mfuko, izungumuzie. Talk to that money, iambie sasa hautatumika kwa uganga tena, hautatumika kwa wachawi tena. You will never be elusive in my pocket. Speak to that money now. Speak to your money. Speak to the money in the account, in the bank. Speak to your bank account. Speak to everything. Waambie sasa wewe you are commanded to get away from me. From today I reclaim you. From today I'll claim you. I'll claim you wherever you are taken away from me. Never a confusion was put against my life that you never come back to me. From today, money, come back to me, come back to me, come back to me. Any covenant, any altercation, maneno yoyote yaliyonenwa juu ya pesa zako, juu the work of your hands, the blessings that you need to be, claim it. Itisha macontract, itisha kazi, vifunguo za kupata makazi, contract, employment, businesses zifunguke. Kazi ya mikono yako ibarikiwe, kazi ya mikono yako ibarikiwe. Receive, receive, receive. Itisha pesa zako, sio miracle money. Itisha kazi, kazi yako, kazi ya mikono yako ibarikiwe. Don't ask for miracle money. There is no miracle money. It is the work that you're gonna do. It is that effort that will cause you to earn. That is what you need to ask for. No miracle money here. Hear this. Maybe your uncle came to your life, your auntie, a stranger, a teacher, a pastor, and they laid their hands on your forehead. And this hand was a demonic hand. From today, cancel everything that pertained that pearl on your forehead. Disconnect that hand from your forehead. Open your lips and now disconnect it. Open your lips, disconnect. Hiyo mkono uliwekelewa na huyo mtu mchawi. Anaweza kuwa ni mama yako, anaweza kuwa ni baba yako, anaweza kuwa ni uncle, auntie, a friend, a pastor, a bishop, whatever they are. And if they were not of God, God disconnect. Ondoa hiyo mkono. Ondoa hiyo mkono kwenye kwenye uso wako. Ondoa huo mkono kwenye kichwa chako. Ondoa chochote alikiekelea. Whatever aliacha kwenye mwili wako, whatever aliwacha kwenye kichwa chako, it doesn't matter who placed it, as long as it was not from God. Remove it and cancel every written word. Cancel every motive on your head. Chochote kiliekelewa kwenye kichwa chako kupitia kwa mkono huu ambao ni mkono uliojawa na hilisi, ulijawa na uchawi, ulijawa na uganga. Remove it now. Remove it now. Wipe it out. Wipe it out. Wipe it out. Futa katika jina la Yesu Kristo. Futa kabisa.
futa, futa, futa. Wekelea mkono wako kwenye uso wako, kwenye uso wako. Wekelea mkono wako, sema katika jina la Yesu Kristo, wewe uso wangu ninakubariki. Ulikuwa umeekelewa mikono michafu, lakini kutoka sasa nimekuwekelea mkono mpya kwa ajili ya baraka. In Jesus name. Somebody say amen. Amen. Pigia Yesu makofi. By doing that, you have cancelled anything negative over you. Your soul is free. Your spirit is free. Your body is free. You can now walk in a holy life. You can now walk in a holy and well-connected life. Any money that was stolen from you, it has been restored. Any destiny that you belong to that was stolen, it is back to you now. Anything they say, they used your fingernails. Wakachukua nywele zako, wakachukua damu yako. From now, kule walipeleka, it has been destroyed. The custody mali walikuwa meweka kwenye store, walikuwa wanapelekanga hizo makucha kule chini ya bahari. It has been cancelled. The store has been consumed by the fire. Kwenye mazingira yenye nuru ya Mungu, yenye kifunguo. Sasa kifunguo kiko mkononi mwako. Fungulia maisha yako, fungulia watoto wako, wabariki watoto wako, bariki kazi ya mikono yako, kabariki biashara yako, bariki vyote ambavyo ni vyako. Sasa bariki sasa, bariki sasa, bariki. Kama ni mume muitishe, kama ni baraka itisha. Watoto wako wabarikiwe, kwenye masomo yao wabarikiwe. Kile kitu ambacho shetani alikuwa amekifunga kinafunguliwa in the mighty name of Jesus Christ. Kinafunguliwa. Kama ni ugonjwa huko ndani ya mwili wako unaondoka. Kama ni any form of a disease that is in your body inaondoka sasa. Whatever they took away from you, our God has returned it back. Your education, your life will forever remain blessed. Watoto wako watabarikiwa. Biashara yako ambayo unaifanya, from today the heavens have opened. You know what? You are now operating in an open heaven. I can see angels coming from heaven, meaning the heavens have, bingu limefunguka. Any kind of a disease that was in you, iwe ni fibroid, sema out. Iwe ni HIV, iwe ni tuberculosis, iwe ni hypertension, iwe ni blood sugar, iwe ni confusion, iwe ni limitation, iwe ni stagnation, everything that is negative from the devil, out in the mighty name of Jesus Christ. Kama ni ukosefu wa kazi, sema out. Watu wa biashara, inua mkono juu. Business people, kama wewe ni mtu wa biashara, inua tu mikono yako miwili juu, pokea. I want to release the spirit of connections in your business. There are some, when you have shops, but people does not, hawaingiangi kwa duka, wanapita, wanaona wanaenda kwa neighbor. Maana in the spiritual realm, duka yako imeandikwa tulifunga, the shop is closed. Walifunga. Kutoka sasa, inua mikono yako juu na ufunge macho yako. Father, in the mighty name of Jesus Christ, any negative word written over the businesses of these people, I remove it in the mighty name of Jesus Christ. Ninafunika biashara zao kwa damu ya Yesu Kristo. Chochote wanachokitaka, ninawaombea ukawapatie upendeleo wako na wa binadamu. Whatever business wanafanya ikubarike, as long as it is in conformity with your authority, with your principles.
Father, may you raise kings from this place. Father, you may make business moguls from this place. Father, may you lift up these hands that are lifted up to become international business people, that wherever they will go, they will conquer. Whether they go into the desert, they will still make business. Wherever they go in places where there is no business, business will happen. Wherever they go and they find no people, people will come and do business with them. Whatever they will want to do, God, you provide to them. Mighty name of Jesus Christ. Your business imefunguka. Go and do business. Go and do business. You're free to do your business. Do your business. God bless you with your business. Milango yote ya biashara ikafunguke. Milango ya biashara ikafunguke. Milango ya biashara ikafunguke. Pata kibali cha biashara. 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 Pata kibali cha kazi. 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 Pata kibali. Pata kibali. Receive that favor. Favor of man. Favor of God. Favor of man. Favor of God. Favor of man. Favor of God. Favor of man. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako. Inua mikono yenu juu. Some of these things have happened to us because of the spirit of disobedience. I want you to open your lips for a few seconds and tell God, I repent every form of disobedience that I've ever had towards you. Open your lips now. Fungua kinywa chako. Mwambie Mungu. Tell God. Sema, oh my God, I bring repentance. Any acts of disobedience in my Father's house. You are in the Father's house now. Open your lips and bring all the disobediences. The disobediences ambazo umekuwa nazo. Surrender them now and tell God, I want you now to use me. I am ready to be used. Anza kutubu zako za kutotii, za kutofuata kazi jinsi maagizo ya Mungu, za kutofuata jinsi Mungu alikwambia, za kutofanya mapenzi ya Mungu, by being disobedient, by being arrogant, by being confused, by not doing the will of God, by not being where God wants you to be. Fungua kinywa chako mwambie, I am seeking forgiveness. Any legal foundations that were laid by your ancestors, by your parents, by the area where you went to inherit, anything that is illegal, the illegality, spiritual illegality in your life that was laid by the people ahead of you, but was laid by spiritualists, but was laid by your husband, by your wife, by your children, by relatives, or by the place you came from. From today, we cancel it in the mighty name of Jesus Christ. Anything that has been used to condemn you,
anything that has been used to link you to failures of your generation, from the failures of the blood generation, from the failure of the family tree, from the failure of the generational curses, I cancel it in the mighty name of Jesus Christ. Open your lips and cancel anything generational, any legality, anything that is legal, the legal grounds used to condemn you, cancel them now. Iwe ni kutoka kwa guka, iwe ni kutoka kwa shosho, iwe ni kutoka kwa maeneo ambayo mnaishi, ile shamba mnaishi, cancel it now in the mighty name of Jesus Christ. Delink yourself from the legal authorities ambazo ziliwekwa kwenu, ambazo zimetokana na damu ya kwenu, ambazo zimetokana na familia, ambazo zimetokana na wazazi, ambazo zimetokana na shamba ya guka. Cancel every legal entity. Every evil record yoyote ambayo ni evil in your life, record yote imeandikwa kwenye familia, kwenye muherega yenu, from your generation, any record written against you that is still reading in you, it is not you who did it, but people long time ago, 300 years ago, 400 years ago, but their record that they used to accuse you, cancel it in the mighty name of Jesus Christ now. Cancel kila kitu, any record yoyote imehusika na jina lako, record yoyote imehusika na damu yako, record yoyote imehusika na shamba lako, record yoyote imehusika na biashara yako, record yoyote imehusika na huduma yako, cancel now, cancel now, cancel now, cancel now, cancel now. Every record iwe imetokana na damu, cancel in the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Thank you. May God bless you. May God prosper you. May God give you a reason to smile. May God excel in your business. May God excel in your family. May God excel in your ministry. Amen. From today, you are free from any bondage. Amen. From today, you are free from any generational curses. Amen. From today, you are free from any blood lineage issues. God has set you free. Amen. He has set your family free. Amen. He has set your hands free. Amen. You will work effectively. You will win battles. You will conquer them. God will always be leading you. There is an angel that will always be ahead of you. And I can see now the angel has taken over you. Every one of you has an angel. And then this angel will guide you when you are about to do anything wrong. This angel will come and help you. Anything that they stole from you, it shall be returned. In Jesus' mighty name. And now may the grace Amen and amen. God bless you. If you have a sacrifice you want to give, this is the better place you can give. If you know you have a sacrifice, don't give it in my office. Lete hapa. Wekelea hapa kwenye madhabahu. It is better here than in my office. Because you can come